Ni siku ya 3 mkoani Ruvuma na ikiwa ni siku ya kwanza mkoani Mtwara. Dr. Samia Suluhu Hassan, mgombea wa urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia CCM, akiendelea kuinadi ilani ya CCM kwa wananchi. Dr. Samia anaendelea kuchanja mbuga, kuomba ridhaa ya Watanzania kuendelea kuliongoza taifa la Tanzania. Hakika ni kazi na utu. Tayari Dr. Samia amekwisha fanya kampeni katika mikoa 14 huku akihutubia mikutano 54 hadi sasa. Baada ya Songea mjini na Mtumbo na Tunduru, sasa ni Nakapanya. Sisi wananchi wa tarafa hii ya Nakapanya ni miongoni mwa wananchi ambao tunalima zao la korosho. Na tunafahamu korosho ni miongoni mwa zao ambalo linalipatia pesa taifa letu. Naomba kutoka kwenye sakafu ya moyo wangu, na wananchi hawa watakuwa mashuhuda, tumekuwa tukipokea salfa ile ya bure tunapewa sisi wananchi kwa ajili ya kuendeleza zao la korosho. Natambua kuna tatizo la wanyama waharibifu, wanyama wa porini wanaoingilia mashamba, na kwa eneo hili tayari kuna kituo kimoja tumejenga na kituo cha pili tunajenga pale Lukumbile, lakini najua pia kuna askari kwenye maeneo 5 mengine, na zote hizo ni jitihada za kuwafukuza wanyama hao wasiharibu mashamba lakini wasiumize watu. Lakini jana nikiwa pale Tunduru nilisema serikali tumenunua ndege 5, ndege zile zisizo rubani au majina mengine ni drones 5 kubwa za kufukuza wanyama hao. Zinafanya kazi maeneo mbalimbali, na huku kama tatizo likizidi tutaleta ili wanyama hao waweze kufukuzwa. Jambo jingine ni bei la mazao. Kama mnavyojua, bei ya biashara ni biashara. Kuna miaka bei inapanda juu sana, tunacheza ngoma tunafurahi. Kuna miaka bei inashuka kidogo. Sasa hivi tumezalisha kipindi ambacho na wenzetu duniani wamezalisha kama sisi. Ufuta, mbaazi wamezalisha kama sisi. Na kwa maana hiyo bei kidogo duniani, hasa kwa wenzetu India ambao ndio tunawauzia, na wenyewe wamezalisha kipindi hiki. Kwa hiyo wametushushia bei kidogo. Hata hivyo tuko nao kwenye mazungumzo. Tunazungumza nao bei isishuke zaidi ya 60% ya bei ya dunia. Kwa hiyo tunahangaika nao, tunazungumza nao, ni watie moyo kwamba bado serikali yenu inahangaika na bei za mazao. Ikiwezekana tufike kama mwaka jana, haikuwezekana basi tusishuke zaidi ya 60% ya bei ya mwaka jana. Nakapanya oye! Yani mama mengi amevumilia, yani mama nguzo kwenye dunia, yani mama nikikumbuka nalia. We kama unampenda mama Samia piga kelele kidogo. Sikia, nisijasikia twende kofi moja kwa mama Samia. Haya makofi mawili kwa wana na Jubu. Makofi 3 jamani menoga. Makofi 3 kwa mama Samia. Makofi 3 kusoma tunatiki. Piga makofi mengi na Jubu mumefunika. Umati huu ni dhahiri kuwa CCM ni chama cha watu. CCM inakubalika kutokana na utekelezaji madhubuti wa ilani ya 2020-2025, huku ilani ya 2025-2030 ikiwa imejaa matumaini na matarajio ya wananchi. Tunashukuru tena kwa ajili ya eneo hili la kusini kwa ajili ya kutuletea umeme mkubwa, kwa sababu umeme unasumbua unakatakata, lakini sasa hivi umeme unaendelea vizuri. Ameona kwamba kuna changamoto hiyo. Na shule, hospitali, maji na barabara.
hususan hata si wanawake sasa hizi tumeanza kunufaika na ile mikopo ile midogo. Sasa hizi tunapambana na maisha yanaenda hivyo hivyo. Hata shida ya maji baadhi ya sehemu nyingi sana zimekuwa, sasa hizi changamoto zimepungua za maji, na naamini akirudi hata na miaka mingine mitano tutapata raha zaidi. Fanya mipango mingi sana, miradi mbalimbali, fedha kwenye akaunti zipo kwa ajili ya zahanati. Mambo mazuri Rais Samia, elimu bure, sekondari, shule ya msingi. Kwa hiyo tunafurahi sana na tutaendelea kumchagua mama. Wagombea ubunge katika mkoa wa Ruvuma na Mtwara wanaonyesha kazi kubwa iliyofanywa na itakayofanywa na CCM ikiwa itapatiwa tena ridhaa. Sekta ya afya, mama yetu, umetutendea mema sana sisi watu wana nyumba. Ndani ya kipindi kifupi cha uongozi wako umeweza kutujengea zahanati 18 zenye gharama takribani milioni 900. Mama Samia safi. Umejenga vituo vya afya viwili venye thamani ya shilingi bilioni 1 na milioni 200. Mama Samia oye! Lakini kama imetoshi, umeboresha hospitali yetu ya wilaya. Hospitali ambayo ilikuwa haina vitendea kazi. Umeongeza vifaa tiba, umejenga maabara, umejenga wodi ya OPD, umejenga na jengo la emergency. Kwa kweli Mama Samia unatujali wananchi wana nyumbu. Wazazi wangu wamekuwa wakisafiri umbali mrefu sana kufuata huduma za kiutawala. Wengi wamekuwa wakisafiri kutoka Nanganga. Usafiri kutoka Nanganga kwenda Mbuyuni ni takriban kilomita 96. Ili mtu wa Msikisi aende Mbuyuni kufuata huduma za utawala anatakiwa asafiri umbali usipungue kilomita 73. Ili mtu wa Chiwale ili aende Mbuyuni kupata huduma za kiutawala anatakiwa asafiri umbali wa kilomita 71. Tunatambua Mheshimiwa Mwenyekiti. Azma ya serikali ilikuwa mzuri kurudisha madaraka kwenye kiti. Kurudisha madaraka kwa wananchi. Tunaomba utupatie halmashauri kwa uwezo wako, na mimi utawasaidia wazazi wangu kupata halmashauri ya Ndanda. Lakini kwenye umeme tunajua hilo tatizo linatukabili sana. Mradi huu wa kuleta gridi ya taifa uko mbioni, na tumeambiwa mwaka 1.5 utafika hapa mkoa wa Mtwara, nao kwa mara ya kwanza utaingia katika gridi ya taifa. Hii yote tunampa shukrani Mheshimiwa mwenyekiti wetu wa chama ambaye anatuangalia kwa jicho la kipekee mkoa huu. Lakini kwa utatuzi wa dharura, generator ya megawati 20 inafungwa sasa hivi na itaanza kufanya kazi baada ya miezi kadhaa michache, na tatizo la umeme litapungua sana. Kazi ulizozifanya ni nyingi sana na kazi kubwa ambazo kila mtu anazifahamu, hususan wana Masasi na wana Lulindi wanafahamu kazi zako, wala sio za kutafuta kwa tochi. Ni kazi ambazo zinaeleweka, ziko wazi. Mama anachapa kazi, anaga muda na wapiga majuu. Naona kina mama wana vikapu vya kura za Dr. Samia Suluhu Hassan. Mama wanaijenga Tanzania, wapinzani wanazuisha mengi, Mungu atakulipia. Niwapongeze sana kwa kutumia vizuri mbolea na pembejeo za ruzuku zinazoletwa kwenu. Zimeweza kuongeza mazao kama alivyosema mbunge wetu kwamba korosho imetoka tani 15,000 na kitu mpaka tani 24,000 na mamia juu. Na hii korosho mara ya mwisho imeingiza ndani ya eneo hili bilioni 73 mikononi kwa wakulima. Vile vile kwenye uzalishaji wa karanga, nako uzalishaji umepanda kutoka tani 26,100 thamani ya bilioni 65 hadi tani 33,170 zenye thamani ya shilingi bilioni 82.9. Pesa hii imeingia mikononi kwa wakulima. Kwenye ufuta, uzalishaji umepanda kutoka tani 1,580 zenye thamani ya bilioni 3.9 na kuvuka malengo ya kuzalisha hadi tani 11,800 zenye thamani ya bilioni 38 na milioni 800 zimeingia mikononi kwa wakulima. Hali hiyo ni kwenye mbaazi pia, ambapo zamani mbaazi ilikuwa mboga, si ndio? Leo mbaazi ni zao la biashara.
lakini tumeongeza uzalishaji toka tani 1130 ambazo zilikuwa na thamani ya bilioni 1 hadi tani 5950 zenye thamani ya bilioni 10 milioni 800 zimeingia mikononi kwa wakulima. Sasa ndugu zangu, tukisikia kazi na utu tunasonga mbele. Kazi hii ya kuleta pembejeo na mbolea na mambo mengine kukuza kilimo ili wakulima wapate fedha iliyoingia mikononi kwao ni kujenga utu wao. Tukijua kwamba fedha ile watajenga nyumba za maana, watasomesha watoto, watatibiwa vizuri, watafanya mambo yao yawe mazuri, na huo ndio utu wa mtu unavyotunzwa na kuimarishwa. CCM oyee! Ni kwa msingi hiyo basi, wana CCM na wananchi kwa ujumla, kazi yao ni kutiki tu ifikapo Oktoba 29. Ataongeza kasi ya utekelezaji wa mambo ambayo ameanza na iliyopangwa kwa usahihi katika ilani ya Chama cha Mapinduzi 2025-2030. Mheshimiwa mwenyekiti wetu akipata ridhaa tarehe 29 Oktoba atahitaji mafiga mengine mawili ili kwa pamoja washirikiane kufanya kazi ya kupiga hatua katika taifa letu. Ndugu zangu, nikisema Samia anaweza, nimepata majibu leo. Nimepata majibu Kigoma. Nilikuwa nafuatilia kampeni za Mama Samia Suluhu Hassan. Nimeridhika kwa moyo wa dhati. Mama Samia, nilifikiri kama miradi ile mikubwa ambayo aliacha hayati, ambayo ametangulia mbele ya haki, hataishindwa. Kuna mradi wa Busisi, daraja lile mama kapita nalo. Mama anatisha. Kaleta vichwa vya treni vya kisasa. Anatisha baba. Daraja ile imenifanya Mama Samia ni muamini kama mama huyu ni mama ambao kwa ukanda huu wa Afrika Mashariki sidhani kama na mwenzake. Mgombea wetu ana sifa kuu 3 za ziada. Ukiacha na sifa nyingine zote za uongozi, kwanza ni mwanamama, na mwanamama ni kiongozi pekee au ni kiumbe pekee kilichopewa uwezo na Mwenyezi Mungu wa kufanya mambo mengi kwa wakati mmoja, na yote tumeyaona chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan, na ndio maana waliotutangulia wameeleza. Mama Samia oye! Baada ya Nakapanya na Nyumbu na Ngaka, sasa ni Masasi. Weka bendera juu kwa misondo watu wa Masasi. Dr. Samia Suluhu Hassan amedhamiria kuleta maendeleo Masasi kwa kuboresha huduma za jamii, kuendeleza miradi ya kimkakati pamoja na ustawi wa jamii kupitia elimu, afya, kilimo na miundombinu imara. Tumefanya mambo makubwa, tumefanya vizuri. Kwa hiyo tunajiamini na tuna kila sababu, tuna kila nyenzo ya kufanya tena mazuri huko tuendako. Sasa leo mimi hapa sitayarudia yale yote yaliyosemwa ya sekta za elimu, afya, umeme, maji. Tagusia kidogo kilimo na kutaja mengine machache, halafu niombe kura zenu. Ndugu zangu, kwa upande wa kilimo, pembejeo na mambo yote tunayoyaleta kwa ruzuku yameleta faida kubwa. Yamekuza uzalishaji wa mazao ndani ya mkoa wa Mtwara kwa ujumla, lakini pia kwa jimbo la Masasi. Limekuza sana uzalishaji wa mazao ya biashara, lakini pia na mazao ya kilimo. Kwa maana hiyo, fedha nyingi imeingia mikononi kwa wakulima ndani ya miaka 5 yetu. Ni fedha nyingi sana. Lakini pia tutaendelea kwa wafugaji. Ruzuku za chanjo zitaendelea.
Kwa upande mwingine, tunaendelea kujenga skimu za umwagiliaji maji. Tunataka kukibadilisha kilimo chetu. Tunajenga skimu za umwagiliaji maji, mabwawa na visima, ili wakulima waweze kulima mara 2 kwa mwaka badala ya mara moja tulioizoea. Tunajua maji ni kila kitu, maji ni uhai. Kwa hiyo penye maji hata kilimo kinanawiri, ndugu zangu, na tunaweza tukalima mara 2 kwa mwaka na tukapata mazao makubwa na fedha ikaingia nyingi kwa mkulima, tukaimarisha utu wa mtu wa Tanzania. Ndugu zangu, kwa upande wa nishati, kwanza niwaambie kwamba tunajenga njia ya kusafirisha umeme itakayotoka Ruvuma hadi Tunduru hadi Masasi, lakini itakuwa na vituo viwili vya kupokea na kupoza umeme alafu kusambaza, na kituo kimoja ambacho tayari pirika mmeziona kitakuweko hapa Masasi. Hii itatuhakikishia umeme wa kutosha kwa ajili ya matumizi yetu, lakini kwa ajili ya viwanda. Na tunafanya hivyo kwa sababu tuna nia ya kuweka kongani za viwanda kila wilaya. Kwa hiyo wilaya ya Masasi itapata kongani za viwanda ili kuongeza thamani mazao tunayolima, lakini kwanza tunatanguliza umeme uwe wa kutosha, halafu tuje na viwanda. Ndugu zangu, kwa upande wa miundombinu tumejitahidi, lakini tutaendelea kukamilisha kazi tuliyoianza. Tutaendelea kukamilisha barabara ya Mnivata Newala Masasi, sehemu ya Mnivata Mitesa kilomita 100 tunakwenda kuijenga kwa kiwango cha lami. Lakini hiyo ni pamoja na zile barabara za TARURA ambazo zitakuwa za aina 2, zile zitakazojengwa na lami na zile tutakazojenga kwa changarawe, alimradi zipitike mwaka mzima bila wasiwasi. Kwa ujumla niseme, serikali tutakayoiunda baada ya kupata ridhaa yenu itaendelea kutoa huduma, kuhakikisha wananchi wanapata huduma zote za jamii. Kama kuna maeneo hayajapata maji, tunawahakikishia kwamba maji yatapatikana. Maeneo ambayo umeme haujafika, wakandarasi wako kule, kazi inaendelea. Itabakia we mwenyewe kuuza korosho na kuvuta nyumbani. Maeneo ambayo vituo vya afya havipo, vituo vya afya vinakuja, na tunakuja kumaliza maboma ya zahanati ambayo miaka 4 hii hatukuyagusa. Kwa hiyo hayo mambo yote tunakuja kuyafanyia kazi. Hiyo kwa serikali ni kazi ya kawaida, wala hatusemi ni kazi ya maendeleo. Hiyo ni kazi ya kawaida, ni kazi yetu. Kazi za maendeleo ni ujenzi wa viwanda, ujenzi wa mabarabara, mabandari na mambo kama hayo. Lakini kubwa zaidi, Wanamtwara tunafikiria kuifungua Mtwara kwa kuleta reli pia. Tumejenga mabarabara, tumejenga vizuri. Kiwanja cha Mtwara ni kiwanja kizuri, mandege makubwa yanatua. Lakini bandari, tumejenga bandari ya Mtwara, meli zinakuja, zinapakia, zinaondoka. Sasa tunataka kuiunganisha bandari ya Mtwara na bandari ya Mbamba Bay kule Nyasa kwa reli. Sasa ndani ya miaka 5 tukifanikiwa, huo ndio mradi mwingine mkubwa ambao unakuja huku Mtwara. Kwa upande mwingine, hatujawasahau wafanya biashara ndogo. Watoto wangu maafisa usafirishaji, bodaboda na bajaji, mama lishe na wote wafanya biashara ndogo, machinga, bado tuko na nyinyi. Tunatambua mahitaji yenu, tunatambua mnahitaji masoko, maeneo ya kufanyia kazi, tunakwenda kuyaangalia. Kubwa zaidi ni mitaji,
na hapa naona bango la wanangu walemavu wanasema 2% imewaokoa. Niwaambie tutaendelea kupitia halmashauri zetu, tutaendelea. Kwa hiyo kwa ujumla niseme tupeni kazi, tukafanye kazi ili tuinue utu wa Mtanzania. Kazi na utu. Huyu ndiye Dr. Samia Suluhu Hassan, mgombea wa urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, anayeendelea kuweka bayana matumaini ya Watanzania kuwa na maisha bora, huku ahadi zake zikiakisi dira ya taifa ya maendeleo ya 2025-2050 yenye misingi thabiti ya Tanzania waitakayo wa Tanzania. Naam, huyu ndiye Dr. Samia Suluhu Hassan, mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi na utu, tunazidi kusonga mbele.